Maskini ya Mungu, kofia sijui aliweka kwenye kuku amelalia. Hadi mnani? Hadi. Waalaikum salam. Waalaikum salam. Akili zangu zimechanganyikiwa dada. Salamu alaykum. Mdogo wako nimemkuta anajita Omari huyo. Ayupo vipi? Mbona hivyo? Omari wakunipiga mimi? Ananijua kabisa mimi kabla hajaijua alifu, hajaijua bea, hajaijua te. Mimi ndo nikakaa namfundisha hizo. Amenipiga maskini ya Mungu. Amenikuta mtaani pale nikakuta oi wapo askanka hivi au wanamtangaja. Nikasema asalamu alaykum. Kama unavyojua mwenyewe mwezi mtukufu, salamu kila mtu na gay. Amenipiga. Amenikanda mdogo wako. Amenibamiza. Kanipiga ngumi ya kwanza ya pili. Akanipiga kichwa. Nikasema huyu anatania. Nikanyanyua ngumi yangu mwenyewe unaona mkono wenyewe mkubwa, Ile nataka nimpige ya kichwa. Nikakumbuka nimefunga. Kwa singekuwa mwezi wa Ramadhani. Nikibuua mdogo wako angerudi tai benda huko. Oya, we nani? Mbona sikuelewi? Unakuja kwenye mtaa wangu afu unaleta dharau, sio? Afu unavaa minguo sikuelewi, sijui mikanzu hiyo. Oya. Oya. Afu mimi naongea na wewe unaleta dharau, sio? Unanichukulia poa. Yaani unanichukulia kiande, sio? Oya, ngoja nikusomee kodi sasa tunachukulia poa. Oya, 145 afu kipaji ile. Madela. Oya, mimi nakusomea kesi. Pole. Sasa. Basi nikuletea hata kitu kae. Kiti cha nini? Mimi na shida ya kukaa. Nilichofuata hapa. Viatu vangu. Kofia. Na simu yangu maskini ya Yasi hata sijamaliza kulipa. Ndo kwanza wiki ya pili. Hivyo umenielewa? Kofia yangu ukiona hivi kofia fulani hivi nilinunua Kariakoo $300. Ninunua 30 Kariakoo pale ndani mwenyewe nimeenda nimechagua. Nilichagua. Sijui unanielewa? Kwanza naomba tusamee. Umesema kuibia nini? Simu. Yes by mix. Niko dakika moja na kwa. Sije ukaenda kumuita. Kaka, hapana bana niamini. Naingia tu ndani dakika moja na kwa. Yule ningemuonisha kwanza zile judo zangu. Kijana, yaani unaleta usela wa 32 na 45? Sasa leo umeingia mtungi wa kibwengo. Leo ilikuwa ni kiama chako, lakini siku ya leo nitakusamehe. Lakini endapo ukirudia tena, nitakuua. Nikamuita huko ndo wazimu nikaja nikauawa. Mtoto analala huyo yake. Analala huyo ndo wazimu. Hivi ni viatu vangu. Ndo vyenyewe. You don't know. Yes by next. Sijamaliza hata huko. Sisi umenielewa? Abibia. Na nikienda kukuta line hamna huko ndani. Tutakuja kupopana na blogo wako. Kakaangu basi naomba tusamee. Naomba msamee mdogo wangu.
Maskini ya Mungu, kofia sijui aliweka kwenye kuku amelalia, inamkitili. Ila mwambie mdogo wako, siku nyingine kama sio Ramadhani, basi Abdalla, nitakuja kumchoma moto mimi mwenyewe kwa mikono yangu hii. Kama sio moto namtandika mingumi ya kwenye kichwa na kwenye utosi na makwenzi. Ukiona tena sura hii, basi nimemchoma moto mdogo wako mtawazimu. Wewe kwanza afadhali ulivyorudi hivi. Naomba nikuulize, hapa nyumbani umeacha kinyago? Nakuuliza. Kwa hiyo unaondoka, unajui mimi nakula nini? Umeondoka na zurura ovyo yako, si ndio? Hivi unanichukuliaje wewe? Wewe nini tutakuja kuuana bwana? Kuna nini? Oh, sister. Yaani nimekutana na kitu ambacho siye kukutana nacho kabisa kwenye maisha yangu. Yaani hapa sielewi, yaani natetemeka hata sielewi nafanya nini, si unajua? Kitu gani utakachokutana nacho zaidi ya kuaibia watu? Ushaiba huko umefuru mtu utakuja upigwe ufe. Acha kelele zako wewe, nimeiba wapi wewe? Unachukulia poa. Hizo ni harakati za mwanaume. Harakati za mtu mweusi. Harakati za utafutaji, si unajua? 45 lazima tutafute. Tunakutana na mambo ya kibao. Mara tupigwe visu, mara upigwe jiwe, si unajua? Afu unachukulia poa, unachukulia session. Eti harakati za mtu mweusi. Mtu mweusi? Wewe utakuja uchomwe moto mjinga wewe. Wewe vipi wewe? Tulia hapo. Sasa nimefanya nini huko maskini? Mimi huyu. Oh, sister. Vitu vyangu viko wapi? Maana nimevisaka ndani sivioni. Umeviweka wapi vitu vyangu? Oh my. Kwa nini una vitu humu ndani? Eti vitu vyangu viko wapi na umempa nani? Una vitu humu ndani? Vilikuwa vya kwako vile vitu? Wewe si umeiba? Mwenye navyo ule muibia kaja akavichukua. Vitu. Nako. Hii? Wewe mtoto vipi wewe? Unachukulia poa sio? Yaani unaniambia kirahisi kuwa eti umempa vitu vyake unachukulia poa sio? Unaleta zeshen. Unachukulia unaniweza sio? Unachukulia kiande. Wewe vipi wewe? Oh my. Kwa hadi mimi dada yako sasa hivi unanipiga si ndio? Hivi mke wangu, ndio ustaarabu gani kwanza hivi? Unanizalisha mbele za watu hivi majirani. Kwanza ujue ni mwezi gani? Alafu ujue kama huu ni muda gani wa kutoka hapa kwenda msikitini? Ufahamu hiyo? Wewe kaa kimya wewe. Muda wa nini unazungumzia wewe? Sheria gani unazungumzia wewe kama umefunga mkeo mwache nyumbani na njaa? Nakuuliza. Kwanza sitaki kuongea sana, naomba hela kula. Usinipotezee muda mimi. Naomba hela kula baba. Kuwa mtaratibu basi. Kuwa na stara, wewe ni mke wangu. Kama wewe unielewi? Kumbe hela unayo afu maneno mengi. Nisikiliza wewe. Unajali yako. Urudi ulipotoka au ukabadilisha hicho kijora chako ndani. Astaghfirullah lazima. Kwa Mwenyezi Mungu. Naomba msamehe mke wangu. Wala hajui analotenda. Aisee. Yani kosea vitu vyote lakini sio kosea kuoa. Yani bora ukosea kujenga nyumba. Lazima utabomoa, utarudia tena upya. Ila sio mke. Ya Mwenyezi Mungu msamehe mke wangu. Hivi dada, tunafanya nini kwa sasa? Maana haya mambo kama ni maji, basi mimi amenifika hapa. Dadangu amenifika shingoni. Sielewi mimi. Yaani hivyo ulivyoelewa wewe mdogo wangu. Hata mimi sielewi hivyo hivyo. Ila kitu nilichokifikiria ni tumuite shehe tusome dua.
kwa sababu unakumbuka toka marehemu baba amefariki hatujawahi kutembelea kaburi lake wala kwenda kung'olea hata majani. Inaweza ikawa sababu ya matatizo yote haya mdogo wangu. Si unanielewa? Kingine, kabla ya kufuturu tumuite shehe asome dua. Itakuwa vizuri sana. Nadhani tutaondokana na mambo yote haya ambayo yanatuzunguka. Kijana, yani wewe hata ukimbie pande zote za dunia, magharibi, kaskazini, mpaka na kusini, wewe bado utabaki kuwa agano langu. Hata ukimbie kwa padiri, shehe, ama uende kwa huyo Mwenyezi Mungu ambaye unamelia kila siku na hakupi mafanikio yoyote, bado wewe utakuwa ni agano langu. Na mimi nafuata agano ambalo ni ahadi kubwa ya marehemu baba yako. Hivi wewe, kwa nini unaifuatilia sana familia yetu? Unachojivunia wewe hasa ni kitu gani? Sasa nisikilize kwa makini. Nyinyi ni majini, sisi ni binadamu. Tumeumbwa kwa udongo, mkaumbwa kwa moto. Sasa leo nataka nikuonyeshe. Wewe unajifanya kigagula, unatumia uchawi na matunguli. Sisi tunatumia nguvu za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mimi leo nataka nikuonyeshe katika nguvu za Allah na nguvu zako wewe za vitunguli. Mimi leo nataka nikuonyeshe. Ina maana uni wako uko mtani hadi nyumbani sasa hivi unaletea dada yako unanipiga. Wasikia sisteli nikupangilie kodi sasa. Yaani unazingua. Tumeishi mkirafiki alafu unachukulia poa. Sasa hivi tunaishi kigangster. Ukileta dharau ni ya tinta tu. Yaani ni mwendo wa vipondo. Hivi sister, nikuulize swali. Yaani kwa mfano una kidonda hapo na kidonda hapa una kidonda. Afu anakuja mchizibochi anakuambia achome kwenye kidonda au asichome kwenye kidonda. Unachagua achome wapi? Sasa wewe umechoma kwenye kidonda. Afu fresh. Yaani kuanzia leo ni mwendo wa vipondo tu. Dharau unawaibia watu afu unaniambia dharau. Alafu wewe. Wewe vipi wewe mchumba? Afu mbona kama nakuchekechekea? Ngoja nikuonyeshe sasa usalama hivi unaendaje? 145. Unaleta kwanza leo nikipigwa usileta dharau, unachukulia poa. Mimi naamua kuishi nawe kama ndugu, afu unaleta dharau, unaleta zeshen. Kwanza sasa hivi ni mwendo wa tinta tu. Yaani kibao usijua. Mungu wangu. Na mdogo wangu anavyonipiga. Naomba msaada. Yaani nasemaje dada? Ana bahati leo nimemkosa. Ila siku nyingine akiingia kwenye mkono wangu, Mungu pekee ndo anajua ningemfanya nini. Yeye kama anaabudu matunguli, sisi tunamwamini Allah aliye juu. Hakuna anayeweza kufanya chochote bila idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama yeye aliumbwa kwa moto, kumbuka sisi tumeumbwa kwa udongo. Na anasemaje? Hakuna kilicho bora zaidi ya mwanadamu. Kama yeye alipewa daraja fulani, basi mimi na daraja kubwa sana kuliko yeye. Na ninaweza nikamsomea na akapata matatizo. Japokuwa mimi ni binadamu, yeye ni jini. Anatumia mashetani, mimi natumia kitabu cha dini. Yaani nasemaje? Mimi nimechoka na nimechoka tena. Na siku nyingine akija namwachia Mungu ndo anayejua. Kwa sababu yeye ndo alifanya kila kitu. Alimuumba hii, akaja kaniumba na mimi, akatumba sote binadamu. Ingawaje yeye ana mwezi mtukufu Ramadhani, lakini bado anafanya mabaya yake. Kama ni shetani mwenyewe amefungiwa, yeye ni nani? Dada yangu, kuwa na imani. Leo kabla ya kufuturu kama alivyosema, tutasoma kisomo. Naomba dadangu na imani hata kuisha. Mimi naniuma sana ninapoona mtu anaenda kwenye njia sasa usio aliyekuwa ni mwezi mtukufu Ramadhani. Silana si damu, ni uzito wa hatima. Kiama ni mwisho unaotembea na mimi. Usiku unanijua kwa jina nisilolisema.